familia ya RDO, watendaji wenzangu ndani ya RDO. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Asalamu alaikum. Asante sana. Basi mimi naomba nieleze machache. Najua ni muda wa chakula. Siku ya leo ni siku ya furaha. Siku ya leo ni siku ya kula. Siku ya leo ni siku ya kubadilishana mawazo. Siku ya leo ni ya kutengeneza network. Kwa hivi niwaombe nisiongee mengi, kwa sababu yaliyo mengi yameshakwisha kuongelewa na watangulizi. Hivyo ni kama kukumbushana tu mawili matatu, lakini tuweze kuingia kwenye yale maombi. Kama nilivyokwisha kutangulia kusema, siku ya leo ni siku ya furaha, ni siku ya wafanyakazi, ni Mei Mosi yetu ya RDO. Manake tumeihamisha siku ya Mei Mosi, tumeileta tarehe ya leo kwa sababu ya majukumu mbalimbali yaliyotutinga kipindi kile. Tukasema sisi tukutane siku ya leo ili tuweze kubadilishana mawazo, tuweze kupeana ushauri, tuweze kupongezana pia, kusudi RDO yetu iweze kusonga mbele. Lakini naomba tutangulie au tutangulizwe na dira yetu, maono yetu. Na hiki ndicho kitu ambacho kinatukusanya sisi wote wafanyakazi tunaofanya kazi ndani ya RDO, tukilenga jambo moja, nalo sio jingine. Sisi kama wafanyakazi na waajiri wetu, malengo yetu tutumike kama daraja, tutumike kama faraja, tulete tabasamu kwa wale wanaohitaji tabasamu, kwa kuwaletea maendeleo kwa kutumia rasilimali zinazotuzunguka kwenye maeneo yetu, ili walau kubadilisha uchumi wa jamii zetu zinazotuzunguka, na hasa maeneo yote yanayotekeleza miradi mbalimbali kwenye maeneo yetu hapa Tanzania. Kwa hivi hiyo ndiyo dira yetu, ndiyo dira kuu ya mwajiri na mwajiliwa, kwamba ni kujiletea maendeleo. Lakini kwa namna gani? Sasa sisi RDO ndio tumeigawanya. Wafanyakazi wafanye hiki kwenye idara tofauti tofauti. Wako wanaofanya kwenye idara ya watoto yatima na wale wote wanaotoka katika mazingira hatarishi, wenye makundi maalum na kadhalika. Wako timu nyingine inafanya kwenye utoaji wa elimu ya kijasiriamali. Haya yote makundi yana malengo mamoja, lakini kubwa zaidi wako wengine wanafanya kazi kuleta maji majumbani, kupingana na ukatili na kadhalika. Sasa haya yote ukiangalia ni kuleta tabasamu na maendeleo kwa wale ambao tunawatumikia. Kwa hiyo ndiyo dira kuu ambayo sisi tuliopewa dhamana hii, waajiri pamoja na waajiliwa, ambao leo ndio siku yetu, tutambue tumepata dhamana hiyo, kuisaidia serikali, lakini kumsaidia RDO Tanzania ambaye ni AGM, bodi ya wadhamini, kwamba tuende kwenye utekelezaji ili jamii yetu iwe na faraja, iwe na furaha, iweze kutumia rasilimali zinazowazunguka, iwabadilishe kiuchumi. Kwa hiyo haya ndiyo malengo mahususa. Na ukiona mwenzetu wa sanaa wanatumia sanaa
kwa ajili pia kumbadilisha kiuchumi. Kwa hiyo haya yote ukiangalia ujasiriamali unaofundishwa ndani ya RDO, malengo mahususan ni kwamba mtu afike ajitegemee, arudishe tabasamu. Jamii yetu inayotuzunguka ni wahanga, wanatutegemea sisi, wanategemea wewe kama mkufunzi, wale tunaowalea wanategemea matunda kutoka kwetu ili waondokane na hali zile, ili changamoto ziwe fursa. Kwa hiyo haya ndiyo nafikiri tuondoke nayo, kwamba sisi kama watendaji tuna dhamana hiyo, tutumike kama daraja kwa ajili ya maendeleo ya wenzetu. Lakini nitakuwa nimekosea sana nisipowapongeza wafanyakazi mnaofanya kazi ndani ya RDO. Tunao wafanyakazi walioajiriwa, tunao wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwa contract kwa muda maalum, tunao wafanyakazi wanaojitolea. Sisi wote kwa pamoja, naomba nitoe pongezi za dhati kabisa kwenu kwa juhudi zenu na majitoleo yenu, ili tuweze kusukuma gurudumu hili la maendeleo na kurudisha furaha kwa wale wahitaji. Maana yake bila ninyi RDO haiwezi kwenda. Lakini usaidizi huo ni kuisaidia serikali, kwa sababu NGO tunasimama badala ya serikali. Pale ambapo serikali ingetakiwa kufanya, basi sisi ndipo tunachukua nafasi hiyo kufanya kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo mimi naomba niwapongeze kwa dhati kabisa kwa majitoleo yenu, kwa kujitoa kwenu, kwa kuumia kwenu kwa ajili ya wanyonge. Baada ya pongezi hizo, niende moja kwa moja. Natambua ziko changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo kwenye maeneo yetu. Natambua, kwa sababu wakati mwingine unaona mtendaji anafanya kazi mpaka usiku wa manane, lakini lengo lake ni kumfanya mnyonge aweze kupata. Tumekuwa tukifanya kazi ndani ya mkoa wetu wa Iringa, lakini wako watendaji wengine hawalali, wanataka zile huduma zisambae Tanzania nzima, na wakati mwingine hata nje ya Tanzania. Tuna kila sababu ya kuwapongeza wafanyakazi wanaofanya kazi ndani ya RDO. Wako wengine hawalali, manake hata mfadhili pia yeye ni mfanyakazi wa majitoleo, kwa sababu ukiangalia write up wanazozifanya zikiwa na malengo ya kuwasaidia Watanzania, dhamira yao ni njema, ili yote ni kuleta maendeleo kwa watu wetu na jamii zetu zinazotuzunguka. Kwa hiyo kweli nipongeze sana sana sana. Sasa nije sheria yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria namba 6 ya mwaka 2004 inatutaka mfanyakazi yoyote lazima aweze kutimiziwa haki yake kama mfanyakazi. Lakini haki hiyo inapatikana wapi? Inapatikana kwenye mikataba ambayo tunaandikiana, whether iwe ya mfanyakazi ambaye ni wa kudumu au mfanyakazi wa muda mfupi anakuja kutekeleza tu shughuli fulani, au awe wa majitoleo, awe mfadhili au yoyote anakuja hapa kutoa msaada wowote kwa kujitolea, lazima aongozwe na mkataba. Yaani mkataba huo ndio uta identify ni kitu gani wajibu wake na
haki zake ni zipi. Kwa hiyo hii sheria sisi ndani ya RDO tunaitumia vema, na ndio maana tumeweka siku ya leo kuweza kubadilishana mawazo, tuweze kushauriana, tusikie kutoka kwenu watendaji, na vile vile tusikie mwajili anasema nini. Kwa hiyo ukienda sheria ile namba 7 ya mwaka huo 2004 sheria ya kazi imetufanya kuweza kubadilisha ratiba zingine zote, tukutane hapa. Na bahati njema tumepata ushauri wa aina mbalimbali, yote ni kutunyanyua kiuchumi. Kwa hivi sheria hii ya kazi na mahusiano kazini ndiyo inayotulenga tuweze kuweko hapa, na niwaombe, hotuba zilizokwisha kutangulia zote zina malengo ya kutunyanyua kiuchumi. Katika maana gani? Kuundwa vikundi mbalimbali, kuibua vipaji mbalimbali ndani ya watendaji wetu na vijana wetu, lakini kujifunza zaidi masuala ya ujasiriamali. Yote yana malengo mamoja kwa ajili ya maendeleo. Sasa mtangulizi amesema yaliyo mengi pia yaweze kuingia kwenye mipango kazi. Yako mambo mengi sana ambayo watendaji mmeomba. Naomba yote kama mkurugenzi, yako 25. Naomba niwatamkie kwamba tumeyapokea, na kuyapokea huku tunagawana majukumu. Yako ambayo nitayajibu, hayo sisubiri, lakini yako ambayo nitaacha kwa watendaji wangu au watendaji wetu walioko kwenye vituo, kwa sababu mengi yanapatikana kwenye maeneo yetu na huko wako wasimamizi. Sasa naomba HR nitoe maelekezo katika maombi haya yote, pamoja kwamba huko pia pongezi, nimeshukuru, wako waliopongeza na kadhalika, lakini zile changamoto zinazohusiana na vituo naagiza, na mimi nitatumia hii kama msaafu, ziende, kwa sababu hawa ni wakurugenzi kwenye maeneo ya vituo vyetu, ziende huko zikatekelezeke kwa ajili ya wafanyakazi na kuleta amani, kuleta furaha katika utendaji wa kazi. Kwa hiyo hili nalirudisha kwako, liende moja kwa moja kwa waratibu wetu kwenye maeneo yetu, na niombe niwasimamishe waratibu, na niwaombe waratibu wote, hebu tusogee hapa mbele, waratibu wa vituo kwenye maeneo yetu. Nataka niwakabidhi huu msahafu. Waratibu, karibuni hapa mbele. Tunaye mratibu Mafinga, tunaye mratibu Kilolo, tunaye mratibu Mdabulo, tunaye mratibu Ibwanzi, Kinyambulunge na maeneo yetu. Naomba tugeukie huko, kwa sababu sisi ndio tuliobeba dhamana. Mimi pamoja na hawa ndio tuliobeba dhamana yenu tuliokabidhiwa na bodi kutekeleza maono ya AGM, bodi ya wadhamini, wale waanzilishi, wale waliobeba maono kwamba tuwe na RDO. Kwa hiyo ile timu ambayo inasimamia haya yote ni hii timu, wakisaidiana na katibu wetu HR. Kwa hiyo naomba nimkabidhi HR kwa niaba ya waratibu hawa, wakurugenzi hawa kwenye vituo vyetu, mkaangalie hii ni changamoto ya wapi,
kama ni ya Kilolo, kama ni ya Malangali, kama ni ya Kinyambulunge, kama ni ya Ibwanzi, kama ni ya Kilolo, kama ni ya Mafinga, kama ni ya Mdabulo, basi mkatekeleze ili wafanyakazi wawe na unafuu katika kufanya kazi kwenye maeneo yao. Kwa hiyo haya naomba sana mkanisaidie. Naomba turudi na nimkabidhi HR andiko hili. Lakini nimekwisha kusema yako mambo ambayo ninatakiwa niyajibu moja kwa moja. Liko la posho, sababu posho mara nyingine ni cabinet. Niombe niseme neno, kwa kweli wanafanya kazi sana sana, na hii ilishajitokeza hata kipindi kilichopita, yalikuwepo maombi haya. Niwaeleze wafanyakazi, wapo ambao tayari wamepitiwa na ongezeko la mishahara kati yenu, lakini niagize pia idara ya ajira muweze kuwapitia wengine ambao bado nao waweze kuongezewa. Kwa hiyo katika hilo naomba tutapita kwa kwenu watendaji wote kuhakikisha tunaongeza mishahara. Ilikuwa toka mwaka jana mpaka sasa na kuendelea, yote ilikuwa inategemeana budget na mapato yetu ya ndani. Kwa hiyo hilo linaendelea, tumekwisha kulifanya na tunaendelea kufanya. Wewe ambaye hujapitiwa, tusamehe, litafanyika kutoka sasa hivi. Lakini wale ambao tayari wamepata, bila shaka hili lilikuwa pendekezo la wachache ambao bado hawajaona chochote. Kwa hiyo ongezeko la mishahara liko pale pale, na bahati njema serikali imeshatoa minimum wage, na sisi kama RDO tunaifuata kweli kweli. Kwa yule ambaye ameajiliwa, hayuko atakayetakiwa kupewa chini ya kiwango ambacho serikali imeweza kukitamka. Kwa hiyo lazima kupata above that. Lingine ambalo lazima niliseme hapa ni muda wa kazi. Yako maombi ya kupunguziwa masaa ya kazi. Naomba nitamke rasmi kwenye kikao hiki kwamba sasa kufanya kazi itakuwa mwisho saa 10. Kwa hiyo tunaanza saa 2, lakini iwe saa 2 kweli kweli. Na bahati mbaya huenda tukaanzisha system ya unafika pale unachovya kidole chako, na unapoondoka unaondoka ukiaga kwamba sasa ninaondoka, unless kuwe na shughuli maalum. Lakini katika hapo tutaomba, natambua ziko kazi ambazo zinaweza zikakufanya ufanye zaidi ya yale masaa. Niombe waratibu wetu, wakuu wetu wa idara kwenye maeneo hayo watambue kinachofanyika, na waratibu wetu pamoja na wakuu wetu wa idara, na hasa kwenye production, muanze kuandika au kutunza rekodi ya yule anayeongeza masaa zaidi ya ule muda ambao uko regulated, kusudi aweze kupewa intensive. Hatutaiweka kwenye mshahara, lakini apate haki ya yeye kuongezea masaa ya ufanyaji wa kazi. Kwa hiyo ni vizuri tukaitambua idara, mkuu wetu wa idara akatambua kwamba fulani anaongezewa masaa. Lakini ukifanya tu umekaa kimya una chati, hiyo nayo litakuwa ni jambo jingine. Kwa hiyo niwaombe, saa 10 itakuwa mwisho, lakini bado sijabatilisha kuendelea kufanya kazi, kwa sababu wakati mwingine tunatakiwa kufanya zaidi kwa ajili ya kuzalisha
zaidi. Michango siku ya wafanyakazi, kwamba ile 15,000 sasa nayo chukua mwajiri. Niombe tulichukue, tulipokee, lakini swala la kuchangia hako ka 15,000 gari kutoka huko kijijini au kutoka wilaya nyingine, kutoka kwenye vituo vyetu, kuna zingine zinakuja hapa hata zaidi ya milioni 1 na 800,000. Sasa ukiangalia fedha ile ambayo tunakuwa tumechanga, sababu unaweza kuona gari inakuja hapa inaleta watu 3 tu, mradi unaongezea fedha nyingine, yaani ni zaidi ya robo 3 ni fedha inayotoka kutoka kwenye mradi. Niombe, kuchangia inatengeneza ownership, yaani ukichangia chochote inatengeneza na wewe uwe sehemu ya hicho. Kwa hiyo ninalipokea na niombe, bado mchango utakuwepo, hata kama itapungua, mtajadiliana iwe kwa kiasi gani, lakini swala la mchango ni jema kwa ajili ya kutengeneza umiliki wa jambo lenyewe. Mbona hata serikali ni bwana wanachanga? Kwani gauni mmependeza jamani, mmependeza wote, suti mmependeza, mjipigie makofi. T-shirt, suit, na wadada wazangu wamependeza kabisa. Tutapiga picha ya pamoja tuweke kwenye kalenda. Sasa ukiangalia, nafikiri kila mshono, kila mmoja alitengeneza akalipia mwenyewe bila shaka. Sasa hii yote ni michango. Kwa hiyo nilikuwa naomba hebu tusilibebe lote liwe RDO ifanye, bali kuchangia kunatengeneza uendelevu zaidi. Swala la mikataba, naomba nalo tulipokee. Kuna watu wanashauri kwamba mikataba isiwe ya mwaka mmoja, inatufanya tuwe na wasiwasi. Naomba niwatoe wasiwasi wanangu. We are the family. Tunaelewana jamani? Ile lodge hivi unafikiri tegemea tutaifunga baada ya mwaka mmoja? Bila shaka hapana. Kile chuo unafikiri tutakifunga baada ya mwaka mmoja? Bila shaka hapana. Na tunaendelea kuwa na plani zingine. Tunatarajia pia kuwa na chuo cha diploma kule Kilolo. Sasa hayo mawazo yote si yanategemea Ibwanzi, yanategemea kule Malangali, yanategemea Mdabulo, yanategemea hapa. Kwa hiyo it's not issue ya mwendelezo wa kazi. Swala lililopo kwenye maandishi yetu ni utaratibu. NGO sisi sio kampuni. We are non-governmental organization. Na ufanyaji kazi wetu ni wa kiproject. Sasa ni RDO tu kama alivyotangulia kusema mwenyekiti kwamba mfumo wetu tumeweka uwe na hizi ngazi, huu 3 mtakatifu, katika maana ya nini? Kusaidiana. Yatima amsaidie VTC, VTC amsaidie maji. Manake sisi wote ni kama chain, ni kama mnyororo kwa ajili ya uendelevu wa mradi, kwa ajili ya sustainability ya organization, kwamba huyu amwangalie huyu na huyu amwangalie huyu, wote tunatembea kwenye kapu moja. Sasa kilichoko kwenye maandishi yasiwachanganye. Narudia, kilichoko kwenye hayo maandishi ya mwaka mmoja tusichanganyikiwe wanangu. Sisi tunakutegemea wewe na wewe unaitegemea RDO. Tunathamini uwepo wako kwa sababu tuna dhamana ya watu wengi wa kuwasaidia. Hivyo niwaombe
msikate tamaa. Tusianze kufikiri huko nje ndio kuzuri zaidi, kwamba hapa hakueleweki. Hebu ni apply hapa, nikimbilie huko. Ni kweli sisi RDO ni daraja, uko huru kutafuta kazi sehemu nyingine, lakini tunathamini sana kwamba hiki tulichokianzisha, hebu twende kwa pamoja tukifikishe kwa pamoja, hata kama kina misumari mingi, hata kama kina changamoto nyingi. Huo ni msalaba. Unajua Mungu amekuumba kwa ajili ya kumsaidia mwingine. Ukimsaidia mwingine inaweza ikawa ni faraja na wewe ukaona umefika. Wakati mwingine fedha haitoshi, lakini kumhudumia mwenzako unaweza ukapata faraja zaidi kuliko hata kukumbatia mipesa mingi. Furaha ikapatikana kwa kumsaidia mwingine aweze kutoa tabasamu, aweze kufurahi kwa sababu ya ule msaada unaokuwa umetoa. Baada ya kusema hayo, nimetangulia kusema siku ya leo ni siku ya connection. Ni siku ya Wakilolo amfahamu aliyoko Malangali, wa Malangali amfahamu aliyoko Ibwanzi, wa Ibwanzi amfahamu aliyoko Mafinga na kadhalika. Ni siku ambayo wote tumekuwa busy tukifanya kazi kwenye maeneo yetu, hatutambuani sana. Sasa tutumie haka nafasi, hata wakati wa kula chakula, basi tusiwe wale wa kutoka kwenye maeneo yetu. Hebu tuchanganyikane, hata peana story za upande mwingine, kuachiana hata namba za simu kwa ajili ya uboreshaji wa mahusiano na kushauriana katika utendaji wetu. Wakati mwingine ukimsimulia wa upande mwingine, anaweza kawa na jibu zaidi likakusaidia katika utendaji. Kwa hiyo ni siku ya connection, ni siku ya kuunganisha mahusiano. Lakini mwisho ni waombe, tumekuja ni daraja la maendeleo kwa wengine. Tuwe wa kwanza kuwekeleza kile kidogo tunachokipata kwa ajili ya maendeleo ya sisi wenyewe. Maendeleo yanaanza na wewe. Hicho kidogo tunachokipata, basi kiwe fursa kwako, kwa familia yako na wale wanaokuzunguka. Italeta faraja na malengo ya RDO yatatimia kama maendeleo yataanza ndani mwako, kwa yule jirani yako, jamii yetu, mkoa wetu na Tanzania kwa ujumla. Haya ndiyo yatakuwa malengo yamefikiwa ndani ya RDO. Kwa hiyo kubwa zaidi ni waombe wafanyakazi wenzangu. Tumeambiwa, tumeanzisha ile slogani yetu, fanya kazi, hudumia. Naomba nijikite hapo kwenye huduma. Tukatoe huduma. Unajua, anayetoa huduma anajishusha, anasema mimi nipo kwa ajili ya kumhudumia mwingine. Sio tunaenda kupanua mabega kwamba sisi ni bora zaidi kuliko yule unayemwattend. Hii dhamana tuliyopewa ni huduma. Ni sawa na wewe unalala uko katikati ya mto, watu wanapita wanakukanyaga, mwingine atakanyaga kichwa, mwingine atakanyaga mkono, atakanyaga kiwiliwili, apite aweze kufurahi. Huduma. Kauli mbaya si njema. Kufanya kazi kama umetumwa, kama umelazimishwa, si vizuri. Nimesema hapa ni siku pia ya kushauriana, lakini vile vile tuwe wabunifu. Ndio maana naelekeza kutengeneza connection. Si dhambi ukachukua namba ya mzee Abakuki, wewe uko Kilolo,
ukamuuliza kwamba bwana, hapo tunafanyaje? Let's be creative. Tuwe creative katika utendaji wetu wa kazi za kila siku. Wafanyakazi nyinyi ni muhimu, RDO inatambua, na tutaendelea kuwakumbatia. Tutaendelea kusikiliza changamoto mnazokumbana nazo, na ndio maana nimeelekeza nguvu kwa waratibu wetu. Hivyo tuondoke tukiwa tunatambua kwamba sisi kama waajiri tunathamini mchango wenu kwa ajili ya jamii yetu. Baada ya kusema hayo, mimi nashukuru tena siku hii ya leo na niwapongeze tena. Asante sana. Mungu awabariki na awarudishe salama salimini pale mtakapokuwa mnarudi sehemu zenu za kazi. Asante sana. Tanzania kwa siku ya wafanyakazi. Asante mkurugenzi wa RDO Tanzania, natamani ya pekee. Asante mkurugenzi wa RDO Tanzania.